Mimi binafsi nimefurahi kwamba nyinyi waandishi wa habari mmejiweza kujiorganize na kuamua kupatikana chombo kinachohusika na waandishi wa habari wa Kiislamu. Hakuna jambo kubwa kama jambo hilo. Kuweza kupata fikra yenye thamani kiasi hicho mpaka mkaweza kufikia siku ya leo na mkaamua kuanzisha chombo hiki. Chombo hiki mmekianzisha na mtamaliza uchaguzi hivi punde, na nimeambiwa karibu Tanzania nzima waandishi wa habari wako hapa. Basi kama hivyo ndivyo, nataka niwafikishie kwamba nyinyi ni waandishi wa habari wa Kiislamu, kwa mshike sana maadili ya Uislamu katika uandishi. Uandishi wako utakutia peponi au uandishi wako utakutia motoni. Inategemea unaandika kitu gani, unataka kukieleza vipi. Sasa kwa kuwa ndani yake kuna idhafa ya neno Uislamu, kwa waandishi wa habari wa Kiislamu, zingatieni sana maadili, zingatieni sana al-akhlaq. Vita vilivyopo na makelele yaliyopo sasa hivi ni juu ya masuala ya maadili. Sasa nyinyi ni waandishi wa habari wa Kiislamu, zingatieni sana masuala ya maadili mpaka watu waone kweli sasa tuna waandishi wetu na tumefanikiwa kuwa na waandishi wetu wazuri. Mwe wepesi kuyazungumza mambo ya Kiislamu na kuyaweka wazi, yaeleweke, yatoke katika daraja ya kutokujulikana yaende katika daraja ya kusambaa na kujulikana kwa nguvu zote mnazoziweza. Najitahidini sana mambo yanayoweza kuingia yenye aibu katika Uislamu ninyi kuyasambaza, kwa sababu sio mwenendo wa Kiislamu. Man satara musliman satarahu Allah. Hadithi ndefu kipande hiki. Anamstiri Muislamu, Mwenyezi Mungu anamstiri siku ya Kiyama. Sasa nyinyi mna chombo kizuri sana, adhim, lakini kibaya sana. Kizuri sana harithi chombo hicho, lakini kibaya sana. Kizuri sana pale mnapoeleza habari njema na kusambaza kwa maslahi na faida ya watu wapate kufaidika, Waislamu, wananchi, dunia. Maana hiki tu kwa chombo cha Kiislamu kwa maana ya kwamba hamtataja habari nyingine zote isipokuwa za Uislamu tu. Ni chombo cha kutaja habari zote, lakini kinatawaliwa na kushikiliwa na kuongozwa na Waislamu. Ndio tafsiri yake. Yaani sije kaeleweka kwamba kumeanzisha chombo cha Kiislamu bwana, watakuwa wanazungumza mambo ya Kiislamu tu. Sasa tutakuwa tu waandishi wa habari wao. Waandishi wa habari wana nafasi ya kutawasa, kuzungumza habari zote za nchi nzima, za dunia nzima, lakini katika njia ya maslahi, kwa njia ya kufidisha, njia ya kuwasaidia watu, kuwasaidia wananchi. Sio njia ya kuharibu, njia ya uchochezi, njia ya kutia fitna, njia ya kutia unafiki, njia ya kuharibu mtu na mtu, taasisi na taasisi, shirika na shirika. Hapana. Ni kwa ajili ya kutengeneza. Ni chombo kimekaa chenyewe kinatengeneza mambo. Chenyewe kinawaasa mambo. Kama kuna mambo mabaya, kinapata nafasi ya kuwakataza watu juu ya mambo fulani. Jambo hilo haliko, sio maadili yetu katika nchi yetu. Ninyi muwe chombo cha mfano katika kuilea jamii kihabari. Kuilea jamii kihabari. Jamii ipate kufaidika na nini? Kulinda maadili, kulinda heshima za watu, kufundisha, kuasa, kukataza, kuwanyosha watu. Hiki chombo tunatakiwa kikae katika hali ya namna hiyo. Matarajio yangu insha Allah taala kwamba chombo hiki mtakipa haki yake na mtakifanyia vile inavyotakiwa mkifanyie, na mkiwa mmesimama hapo, Mwenyezi Mungu ndiye atakayekuwa msaada wenu. Mwenyezi Mungu atakusaidieni, atakupeni tawfik, mtafanya mambo ambayo yanatakiwa kufanyika. Jingine la mwisho
Usikubali kuuza habari, usikubali kuchukua rushwa. Usichukue rushwa. Rishwa tumekatazwa katika Uislamu, na watu wa habari ni hatari katika masala ya kuchukua rushwa. Sasa katae sana rushwa, maana unaweza ukapotosha habari kwa sababu ya rushwa. Na vitu hivyo vyote kwa chombo chenye jina kama hili, chombo cha waandishi wa habari wa Kiislamu, mambo hayo iwe ndio nyinyi kazi yenu kuyakemea, na mengine mengi yenye kufanana na haya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa niaba ya Baraza la Kiislamu Tanzania BAKWATA, sisi tuko radhi na nyinyi, tutashirikiana na nyinyi na tutakuwa pamoja na nyinyi, na mahala popote ambapo mnahitaji msaada tutakusaidieni, na nina hakika vyombo vyote vingine vya Kiislamu na taasisi nyingine zote za Kiislamu na hata zisizokuwa za Kiislamu zitamiunga mkono katika kufikisha masuala ambayo yana maslaha na umma, yana maslaha na taifa, yana maslaha na dini zetu. Jina langu naitwa Salum Saif Suleiman, ambaye ni mkurugenzi wa Babdul Miladu, pia ni mwandishi wa Mufti wa Tanzania. Na leo pia nimepewa cheo kingine, nimechaguliwa kuwa mwenyekiti wa wanahabari wa Umoja wa Islam Tanzania, TAMJA. Leo tulikuwa kwenye mchakato wa uchaguzi wa kuchagua viongozi, na alhamdulillah uchaguzi umepita na nimepata kura na nimechaguliwa kuwa mwenyekiti wa wanahabari wa Umoja wa Wanahabari wa Kiislamu Tanzania. Nawaahidi waandishi wa habari wa Kiislamu kwamba tutashirikiana nao vizuri kwa pamoja na kulinda haki zao, kwa sababu kila jambo la Uislamu linaonekana liko nyuma. Kwa tumeweka umoja huu pia kuwanyanyua wale ambao hawana uwezo na wale ambao wamejikatia tamaa, na kuwainua kuwa wanahabari ambao wa kuaminika zaidi na vyombo vyao pia kutambulika. Ushauri wangu kwa wale ambao bado hawajaingia katika umoja huu, tunawaomba Watanzania nzima wa Umoja wa Islam au wanahabari wa Kiislamu Tanzania, basi waje wajiunge kwenye umoja huu ili tupate ushirikiano mmoja. Kwenye hadithi ya Mtume amesema shirikianeni katika kamba ya pamoja, kwa maana tukishirikiana kwa pamoja basi tunaweza kutengeneza kitu kimoja kwa ushirikiano mzuri, na sisi Waislamu au media hizi za Kiislamu kutambulika zaidi na kupata fursa mbalimbali. Kwanza nichukue nafasi hii kuwashukuru watu wote walioniamini na kunipitisha. Kimsingi nafasi ya katibu ni nafasi ya taaluma. Ilikuwa sio lazima awe mwandishi wa habari, kwa sababu hii sehemu ni ya kitendaji na ni taaluma, ni katika vitu ambavyo nilikuwa nikisisitiza. Lakini nashukuru nimepata kura 30 katika 42, haikuwa nyepesi lakini nimepata. Sasa phase ya kwanza tumeshamaliza, na phase ya pili. Nini naenda kufanya? Kimsingi hatua inayofuata sasa ni kusajili chama. Ndio hatua inayofuata ambayo kimsingi iko kwenye idara yangu. Natakiwa tupambane ndani ya miezi mitatu tushakamilisha, ndio ahadi niliyoitoa mchakato. Baada ya kuwa tumesajili, hatua inayofuata sasa ni kuanza kuchagua zile kamati mbalimbali za kitendaji. Kuanzia hapo hatua inayofuata ni watu kwa na vitambulisho, watu kwa tunaita nini bwana, ithibati, kwenda kozi fupi. Huo ndo mpango ambao mimi nimeuahidi, kwa sababu unajua kila mtu kwenye channel yake ama kwenye media yake ana timu yake, ambao kimsingi wao pia wana vision zao, ambao hizo vision zao wanahitaji kutumia platform ya umoja huu kuzitimiza. Mtu akikwama aje hapa tu tumsaidie ili atimize. Kwa mimi ninachopenda kuahidi kwamba as long as nimejikomiti nitafanya vile, na Mungu naomba anisaidie. Lakini kikubwa zaidi, ili jambo siwezi kufanya peke yangu bila kushirikiana nao. Ni lazima tushirikiane wote. Mwisho wa siku uchaguzi umefanyika na si ndio viongozi. Kwa hiyo kama si ndio tufanikiwa kupita, maana yake watupe ushirikiano. Mtu akikwama tushirikiane. Kuna jambo tushirikiane. Kama hatutakuwa na mashirikiano, tutarudi kule kwenye mambo yaliyopita na ambayo kimsingi wote tunayafahamu.